Mimi nilimkatalia brother zangu alikuwa anataka kunifundisha ni mchungaji. Nikamkatalia. Akaniambia, "Unatakiwa kutubu sana mimi." Wewe ni mchungaji na ninakaa kwako. Sasa unanifundisha nini tena? Lazima utubu. Alimuona maandiko pale. Sasa natubu tu ili mradi. Sasa. Sielewi kwa nini tubu sasa. Lakini kumbe kutubu ni kugeuka. Yaani kwamba alikuwa anataka kuniambia, "Wewe sio unatakiwa ugeuke." Yaani geuka mzee. Umeshaanza kukua, geuka. Usipogeuka maana yake unakukuta mbali. Hatutakukuta hapa, tutakukuta mbali. Haleluya. Umekuja hapa kanisani kama Mfarisayo au mtu ambaye unatamani na wewe ufike mahali uanze kuzaa matunda. Umekuja ili utengenezwe au wewe ni moja kati ya wale ambao unataka hata walioko safarini wasisafiri tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bila kutubu hakuna mahali tunaenda. Na bila kugeuka kuna mahali tunaenda. Ukumbuke kuna dhambi na makosa. Na vyote hivi vinakutenga wewe na Mungu. Unaweza kujiona uko sahihi kabisa ukajua wewe ni mtumishi sahihi. Nikwambie ukweli, kuna wakati unaamua kuingia kwenye wokovu serious mpaka unaiona kesho yako. Nimeshajitoa huko na sina mpango wa kurudi tena. Moyoni mwangu ninajua ya kwamba kuna mahali ninaenda, sitaki kucheleweshwa. Na ndio maana mpaka sasa wale wote niliokuwa naumia nao, na kuna mtu mwingine alikuwa anaona kama mimi naongea vibaya, lakini ndio kitu ambacho nilikuwa nakiongea. Aliyeko tayari kutufuata kwenye Injili atufuate. Lakini asiyeko tayari asitufuate. Nilikuwa namaanisha kwamba kuna ambao watatufuata pia kwa kutufanya tusiende mbele na kuturudisha nyuma. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu kile ambacho kiko ndani ya mtu, ile kiu ya mtu alionayo, atatafuta maji mwenyewe. Hamna sio ukarimu tuje kusema natumia kile gani. Huo sio ukarimu. Sisi hiyo hapo. Nataka kutumikia Mungu, Yesu asemaje? Ndio unifuate. Twika msaada wako unifuate. Hilo ndio swala. Sio kwamba natumia kile gani, ni kwamba sasa tukuletee maji au jinsi gani. Hii biashara tutaki. Hata kwenye Injili tutaki mtu kwamba tukupe maji. Una kiu, una njaa, tafuta chakula. Usisubiri utafutie chakula tuweze kukuletea kwamba na wewe kuna utatusumbua kwa sababu hatujui una njaa au hauna. Na unakulaga hicho au hulaji. Utatusumbua tunakoelekea. Hivyo ambavyo kanisa hata leo kuna mahali aliendi, kuna watu ambao wapo hawajulikani, wana njaa, wameshiba. Ukiwaambia njooni ibadani hawaji, njooni katikati ibada hawaji. Jumapili tuna njaa. Jumapili tuna njaa. Umefika mahali unasema, hebu angalia hawa. Kama mchungaji anasema, kumbe ni kundi kubwa ukifika Jumapili. Kuja Jumatano huko. Unakutana watu wachache. Nikwambieni hili kitu ambacho nimejifunza na nimethibitisha mwenyewe. Nikagundua kwamba hapa tuliopo tupo kwenye kubaguliwa. Jiangalia moyoni mwako binafsi. Umebaguliwa kwenye kundi lipi? Yaani mpaka hapa tulipo tumebaguliwa mzee. Steve, mpaka hapa tulipo tumebaguliwa. Amen. Kwa nini? Mimi ninaanza kuhudhuria ibada, lakini nilichokuwa najifunza kitu kimoja. Kuna Wakristo kwa Jumatano na Ijumaa special. Yaani akikosekana huyo, unaweza kusema hiyo sijamwona fulani. Sio kawaida yake. Ukitokea wewe, anasema wewe unataka nini huyo? Kwa sio hali ya kawaida, yani wewe sio sehemu yetu. Ulishabaguliwa. Ndio tafsiri, ulishatengwa, uko mbali na sisi. Sasa kama uko mbali na sisi kwenye hali ya kawaida tu duniani, unaitazamia mbingu. Uko hapa unatazamia mbingu. Au unatazamia kitu kingine. Wajua mimi nilikuja vitu vingi sana ikiwa nimekaa huko mbele. Sasa mbele kuna vitu vingi unaona. Ile mbele. Unaona kuna watu wanasifu wanaimba. Ile ndio muda wa kujionyesha. Ndio muda sasa anaweza kuzurura. Anaweza kucheza na mtu ili mradi tu yani. Anaweza kumchukua kaenda naye nje akamrusha. Watu wanaomba wamejaa Roho Mtakatifu. Ukumbe naona vitu vingi huko. Yaani unaona niza. Hivi naona anaokoka. Haleluya. Mmoja anachukuliwa. Sasa tunaweza kujiuliza, sasa
Ndio maana hata unaweza kukaa huko kaanza kuona. Basi sasa kuna huyu mtu. Basi labda kwa kumbelea abudu ngoja wasifu. Hamna. Okay, sawa kwenye kusifu labda hamna, basi ngoja tuhubiri. Anasinzia na kulala. Akitoka hapo, maana hakuna alichokipokea. Na hajui ulichojifunza nini. Na hajui Mungu amesema nini na yeye. Na hajui tunaenda wapi. Ndio huyo ali Jumatano akipata kachasi anakukia. Akiona mpango pia mwambie kitu. Na nini ndani yake hakuna mageuzi. Hawezi kuiona mbingu. Mimi nakwambia tu ukweli. Yaani kama umeshaanza kujitenga na baadhi ya vitu, hakuna mahali unaenda. Hakuna mahali unaenda. Kama tu mahali, kama kuna sehemu ambayo unaona kabisa basi kama ni Jumatano kwanza nakola wewe. Tena nani? Tena Jumatatu. Labda Jumatatu asikilizia mziki ukilia labda. Wewe umekata hii mziki. Unaweza watu vipi? Kuna mahali tunaenda kweli? Hivi tumeokoka tukae. Tumeokoka tukae. Yesu alifundisha kwa mfano akasema aliwapa watu kila mtu kwa namna yake tofauti, akawapa talanta kila mmoja na kwa namna yake, akapewa. Kila aliyepewa alipewa majukumu. Yaani uliitwa njoo, chukua hii. Katika hii nataka uzalishe kiwango fulani. Sasa sisi tunaitwa njoo. Sasa kile tulichoambiwa njoo. Hakuna mtu anakuza Bwana umeniita kwa ajili ya nini? Hakuna leo mwambie Bwana kwa nini umeniita kwa sababu nini? Yaani kwa nini ndio umeniita nje nikae? Okay, sasa ndio ili iweje sasa? Haleluya. Mimi mara ya kwanza wakati naanza kujielewa, nikaanza kuhisi mimi ndani yangu kuna kitu fulani. Haleluya. Mimi ndani yangu kuna kitu fulani. Lakini kwa sababu sikugeuka, mimi nasema nilijichelewesha mwenyewe. Kwa mahali ambapo nilikuwa natakiwa kwenda nisingekuwepo mahali nilipo sasa hivi. Kwa nini? Kama yaani hata kama ni kwa udogo hivi. Ndani ya miaka mitatu kwenda kwa udogo hivi. Una safari ndefu sana uliyopiga. Una safari ndefu sana uliyopiga hata kama ni kwa udogo kiasi gani. Lakini kama ulisimama tu hivi kwa miaka yote, alafu siku unataka kuanza twende, walioko nyuma yako waliokuwa nao mara kwanza walianza tu hivi taratibu. Hampo nao tena. Hampo nao tena. Haleluya. Hampo nao tena. Uko mahali hapa unasema mimi na huduma fulani. Unaogopa. Uoga ni dhambi. Uoga ni dhambi, ni pepo. Yaani uoga ni pepo. Nitakaaje mbele mimi? Nikosa nitaamini ni pepo hilo. Kemea litoke. Nikuachie ufanye huduma. Nikuachie mtumikie Mungu. Wala kitu tungekuwa waoga wote hapa nani angetulea sasa? Kama tungekuwa waoga hivi kwani Yesu angeenda msalabani? Sangeogopa neema misumari. Kuna kukuwa na mijeledi kule kwenye msalaba. Hakuwa na dhiaka kule msalabani. Lakini kwa nini alienda? Ndani yake hakukuwa na uoga. Hakukuwa na uoga, aliamua ili watu wapate kile kinachostahili. Alikuja ili wawape watu uzima. Ametimiza kile. Umeitwa wewe ili ufanye utumike. Ukitumika maana yake kuna watakao faidi. Kuna wapo watu ambao wanasubiri wafaidi kupitia wewe na wewe umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna maisha baada ya haya maisha. Na hayo maisha ni sisi tunaamua wakati huu kwamba ni wapi tunatakiwa kuwepo au kwenda, au ni wapi ambapo tutatakiwi kwenda. Sisi tunafika mahali hapa ni watu ambao tayari tuna elimu, tulishajua dhambi ni nini. Sasa inashangaza kwamba unajua dhambi ni nini na bado unatenda. Msikilize, unasema nilikuona wapi? Haina haja hiyo. Sisi tunaangalia matunda. Haleluya. Tunaangalia matunda. Toka umekuja hapa, una matunda gani? Yaani kuna nini ambacho tunasema yule sio mwenye nini? Kuna moja mbili tatu. Tunasema okay. Kuna kitu kimezalika ndani yake. Haleluya. Una matunda gani? Tunakutambua kwa matunda. Na kama una matunda maana yake ni mbovu. Maana kama ni mbovu, asiyezaa maana yake si mbovu. Asiyezaa ni mbovu.
Sasa kuna watu ambao hawazai ndani ya kanisa. Nafasi ya kuzaa au nafasi ya kutumika na kutoa matokeo bado ipo. Ukichelewa, anakuja siku usioizaa, atakukuta vile vile ulivyo. Umejiwekaje? Je, hajali? Umeishiwa mafuta kama anavyosema kwamba kuna walioenda kwenye sherehe na vibaba vyao vya mafuta vichache. Na yeye, unajua ngoja nikwambie, Mungu anasema na makusudi. Sisi tunataka ukomae. Kwa sababu unajiuliza kwani ilikuwa nini asubuhi mpaka hadi wale watu waishiwe mafuta ndio waende? Kulikuwa na sababu gani mpaka hadi wale watu waishiwe mafuta? Kwani si angeenda kabla mafuta hayajananili? Hayajakata. Ili akitaka kukata manake sio nuru, manake akiangaza si ndio tatu na zina kazi. Si tafsiri rahisi. Kwa nini sasa alienda kipindi tazi mzima? Nini? Anaangalia kwamba okay. Sasa hivi unataka nikupe huduma ya uimbaji. Okay, sawa, ninakupa hiyo huduma ya uimbaji. Ili nianze kuiona matokeo kwanza. Nianze kuona matunda kwanza. Katika hicho ambacho ni kidogo hakifiki hata ule muda mimi nayokuja. Utakizalisha na maana halisi. Utakizalisha mpaka kifike mahali ambapo mimi nikitaka kuja nitakuja nitaikuta. Ndio maana nasema nikiondoka, je, nitakuta imani bado ipo au nitakuta ilimsha tupa huko? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna namna ambapo tunaishi sisi wenyewe na kujipotezea hatua mahali tunapotaka kwenda. Sasa tutagundua kwamba kwa kuwa sina matokeo na sina hebu unajua kuna vitu jifunze tu au mwenyewe jikaa tu. Kuna mtu ambaye anajua kutaka kufikiria funga macho. Mimi nafanya gani? Hivi nikisema naondoka pale hata mtu anakumbuka kama nilikuwa. Kwa nini nafanya nini hapa? Okay. Ninachukua bodaboda kutoka nilipotoka kule nakuja mpaka hapo. Natoka wapi kule? Unakuja mpaka hapo kwa ndugu zako. Pengine ulikuwa unapiga nyumbani na kuna kibolo ukiacha mmoja na unao bila mgawani nyumbani na chakula ni kama vile usumbufu sasa ili iweje? Hivi kwa nini sasa pale? Unaelewa? Ili iweje yani? Yaani wewe sasa umeokoka ili iweje sasa? Okay, unasali hapa ili iweje sasa? Umeokolewa ili iweje? Unaweza usielewa ni kwa nini tunazungumza hivi, lakini utakuja kuelewa ile unasema ndio kwa kipindi sisi hapo. Lakini tunakukumbusha ili uelewe kabla tupo. Kwa sababu nini? Kuna mahali ambapo tutategemea. Kanisa tukisema tunaondoka kufanya jambo fulani, tunasema na wote tuna kauli moja. Na wote tuna nia moja. Unajua mambo mimi, Petro alipokuwa gerezani, wale watu waliomba kwa nia moja. Kanisa liliomba kwa nia moja na watu waliomba. Yule kule kwa Petro nini kule magereza akafunguliwa. Hayakufunguliwa kwamba kila mmoja alikuwa tukiomba pengine ndio muda wa kucheza mwingine. Waliomba kwa umoja, kwa pamoja. Kanisa sasa hivi na ubaguzi. Mimi naliangalia. Hiyo kikao kwa Mungu sio nishushe huko tunikae huko. Pakwanza mwangalie sasa bila huyu nani? Kwani kuna nini? Kwani kuna nini? Kwani tukiamua kugeuka tukatafuta Mungu, tukatumika na yeye, kuna nini kinatokea? Tunaanza kuziona sifa za Yohana. Anasema ni mtu aliyekuwa anakula zini. Anakula sio nini? Anakula nini? Sige na asali. Anaweka kitu cha kununua. Sielewa. Sasa tunasema angalimia. Sasa tunaangalia maisha, tunateseka na maisha sana. Tunaangalia kubadilisha aina ya misosi. Aina ya vyakula. Kwamba leo nile hii. Na ili nipate hiki manake ndio nikafanya hivi nifanye. Hatuna tena jitihada za kuangalia na huyu mtu alikuwa anakaa pale kwenye ule mto. Na huo mshipi wake tu. Na hiyo vazi lake tu. Yuko pale anafanya kazi ya Bwana. Haufi brother, ukisema mtumikia Mungu haufi njaa. Usiogope kusema kwamba nikimtumikia Mungu pengine nitakosa fedha, nitakosa chakula, nitalala pengine sitakuwa na mavazi. Yohana mimi namfananisha na kanisa, asema alikuwa na mavazi. Mavazi yake alikuwa amevaa. Ndio hayo ambayo alikuwa anatumikia nayo Bwana. Sasa ni heri uone vazi moja kama uhakika wa maisha ya baadaye. Kwa Yesu anasemaje? Itamfaa nini mtu huyu kupata vitu vyote vya duniani, hapo akapata hasara nafsi yake? Umepata mavazi mengi sawa, una mabegi ya kila aina, unafanya kila kitu na kinawezekana sawa. Ndani yako kuna hatua ya wokovu, kuna mahali unaenda. Maana kama hakuna mahali unaenda, haya mavazi, haya sijui na nini, hakuna mahali ya kusaidia.
Haleluya, haleluya. Kanisa linatakiwa kugeuka, linatakiwa kutubu, linatakiwa litubu, ligeuke, limgeukie Bwana. Kanisa litubu, limgeukie Bwana, sio mataifa. Kanisa litubu, limgeukie Bwana. Likishamgeukia Bwana, Bwana ana maneno ya kusema na watu kwamba umegeuka, ninakupa sasa hiki, fanya, ninakupa hiki, fanya. Wewe umekaa hapo unasema kwamba sijui nifanye nini kitu kanisani. Nikwambie, sio kwamba hujui, ni kwamba hujageuka. Geuka, usikilize Bwana anasema nini kwenye maisha yako. Atakupa cha kufanya, atasema na wewe cha kufanya. Haleluya, haleluya. Mimi siamini kama kuna mtu ambaye anaenda mbinguni akiwa amekaa tu kanisani. Siamini, na sijui kama kuna hata kuelewa mbingu na ruhusu. Yaani wewe umeokoka, unasinzia kanisani, jina lako libarikiwe. Hakuna mahali unaenda, hakuna mahali unaenda, au kitu chochote unafanya, maana ni hasara. Bwana, unamhuzunisha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umejaa na kile unachokiagizwa ufanye pengine, au hakutaka kukuagiza, maana yake haoni mwelekeo wako, haoni matokeo. Utatoa matokeo kweli? Unaweza kama umekaa kama bonde, ni mweko bonde na Mungu kwamba asikilizie sasa. Kama utageuka, tuanze kuachilia. Haugeuki, maana yake ndio umeisha. Upo kanisani ili iweje? Wewe ukishajua hivi, unaanza kuchangamka. Nini nifanye sasa hivi, na mimi nini nifanye? Kwani ni kuimba, kumtumikia Mungu, ni kuimba na kumtumikia Mungu. Basi hapa niimbe. Kwa hii hapa ina watu wachache, kwa kanisa kubwa yaani watu wachache kumtumikia Mungu. Kuna njia nyingi za kumtumikia Mungu. Hivi kwani wewe ukikosa kazi za kufanya mtaani, ukosa hela, unalizika? Unalizika hauna kazi? Kanisa. Unalizika hauna kazi? Bro, hata kama unafanya kazi kidogo na heshima, ikipiga chini hiyo, utabeba tofali. Utabeba tofali. Kwa nini? Hauangalii tofali, unaangalia mimi nipata sisi kitu. Asa ndani ya wokovu wewe upo kwa ajili ya nini? Mbona hutaki kupata sisi kitu? Hautaki upate sisi kitu. Unataka upate nini? Haleluya. Haleluya. Tusipogeuka na kubadilika hapa, tusipogeuka na kubadilika, hakuna mahali tunabadilika, wala hakuna mahali tunaenda. Na kama kuna mahali tunaenda, maana yake ni hasara. Umekaa hapo, maana yake ni hasara. Jichunguze ndani yako, kuna kipi ambacho unamsababisha Mungu ataendelee kukufurahia? Mwimbaji mmoja anasema, jivunie mimi Mungu, jivunie mimi nikiwa duniani na kutumikia, jivunie mimi. Sasa Mungu akamwambia jivunie nini? Ajivunia nini? Mungu akikwambia jivunia nini? Anajivunia nini? Upo kanisani hapo, unasema umeokoka, na hakuna hata Mungu kitu ambacho Mungu anajivunia kupitia kwako. Unafikiri anakuwazia nini? Anakutofautisha kwenu na wale mtaani. Nikwambia, kama utamtumikia Mungu na mahali unatumika, hiyo ni sawa, ni kawaida. Kama mtumiki Mungu, kuna mahali unatumika. Haleluya. Na kama kuna mahali unatumika, maana huyo ndio Mungu wako. Sisi tutakufahamu na kukusajili kama ni mshirika wa CFC, lakini kwenye kitabu cha Mungu haupo. Haleluya. Haleluya. Kwenye kitabu cha Mungu haupo. Usijifurahie ukaisi kwamba wewe ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye kanisa, pengine una nafasi na unaweza kufanya chochote unachokiamua, na watu wakasema hilo sio tiketi. Anamwambiaje Yesu? Umetoa pepo. Usijivunie kuhusu hicho. Jivunieni ya kwamba majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hilo ndio swala la kujivunia. Upanga huja, haujui kama umeandikwa huja, ni hasara. Haleluya. Cha kujivunia, hakikisha jina lako limeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima. Kwa nini? Hivi vitabu vya duniani hivi vya CFC tukivifunga, kinafunguliwa kitabu kingine. Huo ndio ukurasa mpya, na ndio maisha yako mapya. Haya ambayo uyaishi hapa, maana yanakupeleka kule ulikotaka. Kama yule tajiri na Lazaro aliyeishi kwenye maisha kila aina. Ndio Biblia inaandika vitu vingi na tunafundisha vitu vingi. Ni mioyo yetu ni migumu kuelewa. Yesu amefundisha kwa mfano, amefundisha kwa uhalisia.